Semaji, mambo vipi? Bana, mambo safi kabisa. Ukiona maua unachanganyikiwa kaka. Timu yangu imeshinda na acha kusherehekea kaka. Bwana, tuanzie hapo hapo Semaji. Siku kadhaa hapa Zanzibar, hamasa ya kutosha mpaka siku ya mechi, mashabiki wa kiasi kikubwa wamejitokeza uwanjani. Lakini mechi ilivyokuwa, ushindi wa bao moja kwa sifuri, maeneo tofauti tofauti ambao umeyaona, lakini pia taarifa ambazo pengine unatamani kuwafikishia wana Simba mara baada ya mchezo huu kumalizika. Kwanza lazima tutambue ya kwamba tuna kila sababu ya kusherehekea na kufurahia ushindi huu ambao tumeupata. Lazima watu wakumbuke ya kwamba hii ni hatua ya nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Usitegemee kwenye hatua kama hizi utamfunga mtu goli 5, goli 6, goli 4 kiurahisi namna hiyo. Hizi ndio timu 4 bora Afrika ambazo zinacheza hatua ya nusu fainali. Kwa hiyo ushindi ni ushindi. Kwenye hatua kama hii hakuna ushindi mdogo wala ushindi mkubwa. Unasimama tu kuwa ni ushindi muhimu kwa timu yako. Tumecheza nyumbani, tumepata ushindi wa goli 1-0. Tayari tumetanguliza mguu mmoja fainali. Sisi na Stellenbosch, sisi tuko karibu zaidi na fainali kuliko Stellenbosch kwa sababu sisi tuna faida. Sisi tuna kitu cha kujivunia baada ya dakika 90 za leo, nacho ni ushindi wa goli 1-0. Mwenzetu hana chochote cha kujivunia zaidi ya kujivunia kwamba anakwenda kucheza nyumbani. Kwa hiyo hatuna budi wana Simba kujipongeza na wala tusiingie na ubaridi wa aina yeyote ile. Ushindi huu una thamani na una umuhimu mno. Jana zimechezwa mechi za nusu finali za ligi ya mabingwa Afrika. Hakuna timu iliyopata bao katika mechi zote mbili. Sio wa ugenini, sio wa nyumbani. Wote ni ngoma bila. Kwa hiyo kwa Simba kupata ushindi wa goli 1-0 ni kazi kubwa sana ambayo tumeifanya na hatuna budi kuwapongeza wachezaji wetu. Tumepata ushindi huu, tunachokiangalia sasa ni mipango kuelekea kwenye mechi yetu ya marudiano tarehe 27 pale Durban, Afrika Kusini. Na mimi nikwambie Tobi, fainali Simba inacheza mwaka huu. Kwa nini wakati mashabiki wameondoka kama mioyo yao haijafurahi? Nisikilize mimi. Rudia hapo kaka. Nisikilize mimi Tobi. Kwamba fainali Simba anacheza mwaka huu. Hawa Stellenbosch hawana uwezo wa kututoa sisi. Na kama kauli mbiu yetu inavyosema, hatuishii hapa, nakwambia hatuishii hapa hatua ya nusu fainali. Achana na ushindi wa goli 1, lakini ukiangalia ubora wa timu yetu, namna ambavyo inashambulia, namna ambavyo inaweza kuzuia, inanipa mimi matumaini mazito ya kwamba mnyama anakwenda fainali. Napata matumaini makubwa mnyama anakwenda fainali. Na hata ukiangalia kwenye mechi ya leo ni makosa yetu madogo ndio ambayo yamemaliza hii mechi kwa goli 1-0, na wala sio kwa ubora wa mpinzani wetu. Tumekosa nafasi clear kama 3-4 hivi ambazo tungeweza kuzitumia, hizo mnyama alikuwa anaondoka na zote hizo tunakosa wenyewe, sio kwa ubora wa mpinzani. Kwa hiyo mimi ninayo uhakika wa 100% na kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu mnyama anacheza fainali. Stellenbosch hana uwezo wa kutufunga goli 2 nyumbani kwake. Narudia tena, ili Stellen aende fainali atufunge sisi goli 2, Simba hivyo haipo duniani. Sawa Semaji, watu Zanzibar wameitika, lakini kile ambacho tulikuja kukifuata Zanzibar kwa kiasi kikubwa tumefanikiwa, au kuna mahala tumeonekana kutokufanya vizuri? Tumefanikiwa. Changamoto ambayo inaweza kuwasumbua wana Simba ni psychological problem ambayo walitamani kuona timu inashinda mabao mengi sana hapa. Mabao 2, 3 ndio watu wangeondoka na tabasamu kubwa. Lakini hii moja ambayo tumeipata, wana Simba waamini inatuvusha, inatupeleka fainali. Hili moja ambalo tumelipata linatuvusha kwenda hatua ya fainali. Wala wana Simba wasiwe na mashaka, dakika 90 za pale Durban, Afrika Kusini, Simba ana uwezo wa kucheza vizuri, tukapata chochote kitu, mnyama akaenda fainali. Kwa hiyo wala wasiingiwe na ubaridi. Ni kweli matarajio na matamanio ilikuwa ni kumfunga bao nyingi, lakini no sweat amekubali goli 1-0. Hilo moja
ndo litakalomtoa kwenye nusu fainali na mnyama alikampeleka fainali. Uhakika huo tumecheza mechi nyingi safari hii na ugenini tumetamba kama nyumbani kwetu. Tumecheza dhidi ya timu ngumu Constantine tukapata bao moja. Tena tumetangulia sisi, tumecheza na Sfaxien tukapata bao moja. Tumecheza na Libya ilikuwa bila. Tumecheza na Waangola tumepata bao moja. Tumecheza Libya hatujaruhusu kufungwa. Yani tunatoa wapi wasiwasi sisi wana Simba ya kwamba huyu Stellenbosch ana uwezo wa kutufunga sisi goli 2-0? Nani mwenye huo uwezo wa kumtambia Simba anaweza akamfunga goli 2-0? Kwa hiyo ndugu yangu Toby, kama hata wewe ulikuwa na mashaka, take my words, mnyama anakwenda fainali. Hakuna timu ya kutuzuia hapa, hakuna timu ya kutusumbua hapa. Simba anacheza fainali mwaka huu. Semaji, tumalizie hapa. Wachezaji wote wamecheza vizuri, tuweke sawa kwenye hilo, lakini naomba uzungumzie performance ya Elie Mpanzu na uniambie ulikuwa kwenye hali gani ile nafasi ya mwisho ambayo Jean Charles Ahoua aliipoteza. Unajua mpira baada ya kuanza mpaka tunafika dakika ya 3 Mpanzu alikuwa hajagusa mpira, na kabla Mpanzu hajagusa mpira hatukuwa tumetengeneza shambulizi lolote la hatari. Alipokuja kugusa mpira Mpanzu kwa mara ya kwanza dakika ya 3 sekunde kama ya 30 hivi, ndipo tukatengeneza shambulizi letu la kwanza na shambulizi la hatari. Tafsiri yake ni kwamba silaha yetu ya ushindi ni Elie Mpanzu. Kusema kweli, Mpanzu ni kipaji cha hali ya juu mno. Namna ambavyo anaondoka na mpira, kuna kitu kimoja tu akikiongeza, akishafika kwenye edge ya mpinzani akafanya maamuzi haraka, kama ni kuachia, kama ni kupiga, tutakuja kuwapiga watu mabao 6-7 kwenye hii michuano ya Afrika, na hiyo itakuwa ni fainali hiyo. Niamini mimi, Mpanzu ana akili kubwa sana. Nafikiri ndio binadamu ambaye ana ubongo wa AI, artificial intelligence. Kaka, kila unachouliza unachotaka kinapatikana tena kwa usahihi. Akiamua kukimbia anakimbia kwa usahihi, akiamua kutoa pasi anatoa pasi kwa usahihi. Angalia pasi ya mwisho aliyempa Mpanzu, aliyempa Ahoua. Angalia pasi moja alimpa Ateba akacheza. Angalia kuna pasi moja huku. Hiyo ni artificial intelligence. Ni nadra sana binadamu kuwa na ukamilifu aliokuwa nao Elie Mpanzu, lakini kijana yule atatuvisha nguo mwaka huu kwa ubora aliokuwa nao. Sasa lawama kubwa zinakwenda kwa Jean Charles Ahoua. Lawama wanamlaumu, watu wanamlaumu. Watu wameumia kwa nafasi yake, na ndio ukweli huu. Kwanza lazima tuelewe ya kwamba kwenye mpira, hasa kwa dakika zile, pressure inakuwa ni kubwa sana. Kama wewe shabiki ambaye umekaa umetulia, pressure imekupata vipi kwa mchezaji? Na ukilinganisha tayari energy imepungua, na nguvu ikipungua kwenye mwili na umakini unapungua. Kwa hiyo vitu vingi vinapungua kwenye dakika kama zile. Mtu anaweza akasema yeye ni professional, anatakiwa sawa, lakini tusahau kwamba na yeye ni binadamu. Kuna wakati anafanya makosa. Ni huyu Jean Charles Ahoua aliyetunyanyua vitini dakika ya 43 tukapata goli lake la kwanza. Ni huyu Jean Charles Ahoua, ni huyu. Sijui umeelewa. Sasa upande asiwe maziwa, upande akawa sumu. Huyu ni kijana wetu, upande wote uwe ni maziwa tu. Amefanya kazi kubwa, amemtambuka kipa vizuri kabisa. Nafasi ya kumalizia tu, pressure, mchoko, na kuna watu wanakuja kwa spidi huku, akajikuta kwa bahati mbaya anapiga nje. Sasa kwenye football inatokea mazingira kama hayo. Muhimu ni sisi wana Simba kumpa courage, kuendelea kumpa matumaini. Bado tunahitaji akili ya Jean Charles Ahoua kwenye mechi ya marudiano pale Afrika Kusini. Bado tunahitaji miguu ya Jean Charles Ahoua. Nakumbuka Ahoua aliumia na tayari yeye mwenyewe alikuwa ameshakata tamaa na akaomba kutoka, lakini baadaye akasema pana, nahitaji kuipigania hii Simba iende fainali. Kwa hiyo na yeye amejitoa vya kutosha
kuhakikisha kwamba anaipeleka Simba hatua ya fainali. Iliyotokea ni bahati mbaya ambayo yoyote inaweza kumtokea. Otherwise amecheza vizuri, ameipambania Simba yake. Sasa kilichobaki sisi kama wana Simba, bila kuangalia nani amefanya kitu gani, wote tunanyanyuka, tunaangalia tarehe 27 tunakwenda kufuzu vipi pale pale Durban, Afrika Kusini. Tumalizie Semaji, mechi ni tarehe 27 ugenini. Kuna siku kadhaa hapa. Kikosi kitasalia hapa Zanzibar au kitarudi Dar es Salaam kwa ajili ya shughuli nyingine kuelekea kwenye mchezo wa marudiano? Timu inaondoka kesho, Mwenyezi Mungu akituamsha salama, inarejea Dar es Salaam. Tutaanza tutafanya recovery zetu hapo na mazoezi 2-3, na katikati ya juma linalokuja, kati ya Jumatano ama Alhamis, kikosi kitasafiri kuelekea Afrika Kusini kwa ajili ya mechi yetu ya marudiano.